Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo, nyakati ngumu hutengeneza watu hodari. Nyakati ngumu hutengeneza watu hodari. Hakuna namna ya kupata watu hodari kisiasa, kiutawala, watu hodari katika influence, hodari katika huduma, hodari katika neno la Mungu, hodari katika biashara, hodari katika uwekezaji. Namna yoyote hakuna ya kupata watu hodari isipokuwa ni katika nyakati zilizo ngumu. Nyakati ngumu zinatengeneza watu hodari. Tusome Mwanzo 1:12. Mwanzo 1:12 inasema, basi kwa kadiri walivyowatesa ndivyo walivyozidi kuongezeka. Ni habari ya wana wa Israeli wakiwa kule Misri. Kwa kadiri walivyowatesa ndipo walipozidi kuongezeka. Kwa kadiri unavyoteseka, iwe ni katika taasisi, iwe ni katika biashara yako, iwe ni katika ndoa yako, kwa kadiri unapozidi kuteseka na ndivyo kwa kadiri unapozidi kuongezeka. Mtu anapokutesa ndipo anapokujenga na kukuongeza. Ili aweze kuongezeka mtoto katika familia, ilihitajika miezi 9 ya mateso kwa mama, siku moja ya uchungu, na ndipo anaongezeka mtu mmoja katika familia. Nyakati ngumu hutengeneza watu hodari. Kuna makosa ambayo watu huyafanya katika maisha ya leo. Makosa ambayo tunayatenda ya kumtesa mtu. Unapomtesa mtu ndipo unapomzidi kumfanya kuwa bora kisiasa, unapozidi kumjenga kuwa bora katika uchumi, unapomzidi kumjenga kuwa bora katika leadership, unapokuwa unamjenga kuja kuwa bora katika influence. Unapomtesa mtu unamjenga kuongezeka kukuzidi ulipo. Umeshaamua kwa mamlaka yako ulio nayo kisiasa, kwa mamlaka ulio nayo katika taasisi, ukamtesa mtu aliye chini yako. Tambua ya kwamba katika nyakati unazombana, katika nyakati unazomtesa, na ndizo nyakati anazojengeka na kuongezeka kuwa bora zaidi. Ni habari gani kwa mtoto yule anayeteswa na mama wa kambo? Watoto wengine wakiwa wameenda shule, unakuta mtoto yule amebaki nyumbani kukata majani. Nyakati ambazo watoto wenzake wameenda bichi, unakuta mtoto yule amebaki nyumbani kufagia uwanja. Yale mazingira ambayo yule mtoto anajengewa ni anamkuza na kuongezeka kuwa bora zaidi kuliko wale watoto wengine. Yule mtoto anayelelewa katika mazingira hayo anakuja kuwa mtu bora na mtu mkubwa sana katika dunia, kwa sababu nyakati ngumu hutengeneza watu imara. Mtu anatengenezwa katika nyakati zilizo ngumu. Tukija kwa habari ya Farao. Farao anawatengenezea nyakati ngumu za mateso wana wa Israeli, na ndipo kwa kadri alipowatesa ndipo walipozidi kuongezeka. Unajifunza nini? Farao aliwatesa wana wa Israeli, lakini Farao alianguka na jeshi lake lote, ndipo wana wa Israeli na Musa wakazidi kuongezeka. Historia ya Farao inafutika baada ya kufa. Historia ya wana wa Israeli ikazidi kuongezeka. Sio hiyo tu, Hamani aliyetengeneza waraka kwa Mordekai kwa lengo la kuua Wayahudi, Hamani anaanguka na kufa, na ndipo utawala wa Mordekai unainuka na kuongezeka. Alianguka Sauli. Sauli alianguka mbele ya Daudi na historia yake yote inakufa, na ndipo historia ya Daudi na familia yake inainuka na kuongezeka.
Walianguka watu waliotengeneza nyakati ngumu kwa watu, wakiamini wanawamaliza, wakiamini wanawapoteza. Watu waliotengeneza nyakati ngumu kwa watu, wakiamini watawaangusha na kuwapoteza, na ndio hao watu waliokuja kuinuka, na ndio huyo Daudi aliyekuja kusimama na kustawi, na ndio huyo Mordekai aliyekuja kusimama na kuinuka, na ndio hao wana wa Israeli waliokuja kuinuka na kuwa taifa kubwa sana. Nyakati ngumu hutengeneza watu hodari. Ni habari gani kwa Nelson Mandela? Nelson Mandela alipata kuteswa miaka 27 jela. Miaka 27 ya mateso kwa Nelson Mandela na wale makaburu pasipo kutambua mateso ya kumweka gerezani miaka 27 Nelson Mandela, na ndio leo imemtengenezea kuja kuwa kwenye historia kubwa sana Afrika. Leo hii ukienda gereza ambalo alikuwa anaishi Nelson Mandela, na ndilo gereza ambalo linaingiza fedha nyingi sana katika utalii, kwa sababu watu wanaenda kufuatilia, ni kama sehemu ya utalii kwa habari ya Afrika Mashariki. Gereza na sehemu aliyokuwa nalala Nelson Mandela leo linaingiza fedha nyingi. Sahani, chombo cha kulia alichokuwa anatumia Nelson Mandela leo kinaingiza fedha nyingi. Unajifunza nini? Nyakati ngumu hutengeneza watu hodari na watu imara. Nyakati rahisi hutengeneza watu dhaifu. Nyakati ngumu hutengeneza watu imara, na watu imara hutengeneza nyakati rahisi. Nyakati rahisi hutengeneza watu dhaifu, na watu dhaifu hutengeneza nyakati ngumu. Unapotaka kumtengeneza mtu, mpitishe katika nyakati ngumu. Unapoamua kumbana mtu, ukamtengenezea ratiba ngumu, ndipo unapompa uwezo mwingine wa ziada katika akili yake wa kupambanua mambo. Unapomfanya mtu kumuingiza katika majaribu mazito, ndipo ambapo unapomtengeneza. Wewe kama ni bosi katika taasisi fulani, unatengeneza waraka wa kutaka kumtesa aliyeko chini yako, tambua ya kwamba ndipo unapomtengeneza kuinuka na kustawi sana. Yusufu anauzwa na ndugu zake pasipo kutambua nyakati ngumu walizomtengenezea Yusufu kuishi gerezani, na ndiyo iliyopelekea kuja kuwa waziri mkuu. Usimtengenezee mtu nyakati ngumu katika maisha yako. Usitake kumpima mtu kwa kumuingiza katika majaribu. Usitake kumpima mtu kwa kumtesa. Unapokuwa unazidi kumtesa, ndipo ambapo unazidi kumuongeza kukuzidi wewe katika upande wa influence, katika upande wa leadership, katika upande wa huduma, katika upande wa uchumi. Ni nyakati ngumu pekee ambazo zinawajenga watu kuja kuwa bora. Watu ambao wameinuka leo, walioko katika nyadhifa fulani, walioko katika nyakati ambazo kwao walizitengeneza wakiwa katika nyakati ngumu, ndio wakati ambao leo ni watu bora katika taifa. Nyakati ngumu hutengeneza watu hodari. Maisha ya maumivu unayoyapitia katika maisha yako yasipoteze tumaini lako katika maisha yako. Kuna nyakati zilizo bora zilizojengwa katika nyakati ngumu. Wana wa Israeli walipita katika nyakati ngumu sana Misri. Wana wa Israeli walisafiri katika jangwa, lakini walikuwa wanaelekea nchi yenye ahadi. Kuna nchi yenye maziwa unayoielekea katika maisha yako. Katika hizo changamoto na mazingira magumu unayopitia, yanakujenga na kukuimarisha. Ombi langu ni kwamba usikate tamaa. Nyakati ngumu zinakujenga na kukuimarisha. Wale watu wanaowatesa wengine, endeleeni kuwatesa. Mnawaimarisha na kuwajenga kuja kuwa watu wanaotakiwa kuwa. Mungu awabariki sana.